Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Johana inya muhari wa 23 ekuga atiriri, no kai kwi hingo iroka ona riu no nginyu aria ahoi kuna makahoyaga ithe witu na roho na mamuhoyage na ma amune acio ithe witu acaragia matuike akumuhoyaga. Na nikio Theophilus Church tukoragwo na ihinda ria guthathaia Ngai. Thamakira ngoro ino Ngai, thamakira meciria makwa kigongona kia matu-ini, oya ithenya riaku Ngai. Ndikwenda gutungata na mwiri na thakame, ndikwenda gutungata na meciria makwa, ndikwenda gutungata na kiburi giakwa. Tonya thiini wakwa, ruta roho wothe wa mwitio thiini wakwa, o nyumba uria ukwenda. Wimona na kigongona kiama, wimona na gaturuma kareriri, nitwagucokeria ngatho kuhinde twanona andu makihinga mecii yao, twaheagwo raro tukerwo maume mahinge. Umuthi twiokeire cabi mihuko-ini itu, tuhingage gwitu tugatinda na cabi. Amukira goci, gitio ni giaku, hinya ni waku, ni tondu wi Ngai. Thamakara mutheru wa Ngai, ni mahinda maria mothe wana thamaka. Uthamaki wa shaitani wanenyenya, wanaharagana iguru ria thamaki waku. Thamaka ruci-ini ruru kuri aria arwaru thamake, aria matari hinya thamaka, ni tondu wa utugi waku. Thank you for the new grace and new speed anointing iria warekereria kigongona-ini giki. Tumihitha thakame-ini ya Jesu Kristo, tumirigiceria na mwaki wa Roho Mutheru. Ndikuiywo ni uria muru, ndikunduhwo ni uria muru. Roho wa ndiri ni twaurega. Thengio tondu ni warekia kuthengia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Onayo Theophilus Band ndiritigagwo na thutha tukimuthathaia. Reke tuguthathaie turi athingu mutura muoyo, reke tuguthathaie turi nyihitie magoro-ini maku mutura muoyo. Tumekuja katika madhabahu yako. We need to be hid by you, my Father. Oroho tukanyitanira na Archbishop John Githiri agiturathira. Ambukirai hinya wa Roho Mutheru, mukiumagara matura-ini mothe, mwi micii-ini yanyu, mwi mawira-ini manyu, mugithie mabururi ma nanja na matura maria maturigiceirie. Ambukirai Roho Mutheru wa Ngai, na muthirwo ni guoya wira-ini wa Ngai, mugie na uhotani wira-ini wa Ngai, mugie na hinya wira-ini wa Ngai, na mumiririe ngoro wira-ini wa Ngai. Agiturathima na maguta matheru kuhetukira maandiko thiini wa Samueli wa mbere 16 muhari wa 13. Samueli agikioya ruhe rwa maguta akimuitiriria maguta ari o hau gatagati-ini ka ariu a nyina. Naguo Roho wa Jehova ugigikora Daudi na hinya muno kuma muthenya ucio, nake Samueli agiukira agithiira. Ndaheo mucinga wothe njeri maguta maya thikiriria, tiwe ngwihoka thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ngai hotithia gugutungatira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Na oho tukarianira giathi kia Mwathani kuhetukira kiugo kia Ngai thiini wa maandiko Johana 6 muhari wa 54 kiria kiugaga atiri, uria uriaga mwiri wakwa na akanyua thakame yakwa ri ena muoyo wa tene na tene, na ningamuriukia muthenya wa kurigiriria. We niwe wamurire mugate ukiwambararia na iguru, ukira arutwo aku kei muri uyu ni tondu niguo mwiri wakwa. No kiuga nduigaine kunyua ndibei ya mithabibu hindi ingi, ni tondu urorete uthamaki-ini wa Ithe Ngai, na kou gutiri ndibei ya mithabibu. Ukimanengera ukimera kai murie ni tondu niguo mwiri wakwa uria wamuritwo ni tondu wanyu. Oho gicoka ukioya gikombe na iguru, ugikiamura ugigitheria ugikiamura ukiuga
nyuganĩrai ĩno nĩ tondũ nĩyo thakame yakwa ĩrĩa ĩgũitwo mũtharaba igũrũ nĩ tondũ wa mehia ma kĩrĩndĩ, ĩrotuĩka ya kuohora kĩrĩndĩ gĩkĩ, no kĩrarutwo mekage ũguo mahinda marĩ mothe nĩgetha magakũririkanaga. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Gĩthũrai 44 tũthathaie na tũhoe hamwe. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2 mũhari wa 28 ĩkuuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩ makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mundu wa thi ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wa thi no akwire umuthi no rucio ni agarurire mbao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Maandĩko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tugota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we ndwa embrace ile weakness yaku. Ndwa embrace ile ati we ni urika weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uri araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kire Ngai agukuigire ni giakura na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra thamaki-inĩ wa Ngai tuikaraga ta mutumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mutumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa kenda cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota ku expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o mwambĩrĩrio nginyagia wa kana wona cihanda thaa kenda cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, MURATA wa Ngai, ndũkahĩtũkwo. Amen. Amen. Mwerori wa Theophilus TV, hale hodhe ole mwadhani ya gocwo. Ni siku ingine njema ambao Mungu ametupatia. Wale ambao wanaotutazama katika runinga yetu ya Theophilus TV, karibuni sana. Wale ambao katika platform zetu za Facebook Live na YouTube Live, Bwana Yesu wabariki sana kwa kuwa pamoja nami na wasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Naitwa Pastor Ngechu David na nimeokoka. Yesu ni Bwana juu ya maisha yangu na amekuwa tegemeo yangu na nguvu zangu. He has been a steadfast rock in my life and he has been a fortress in my spirit and he has been so good in my life. He has given me joy, peace and the righteousness that cometh from him in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Na mimi nimefocus kumfuata
kwa kila kitu ambacho niko katika maisha yangu. Anything that cometh in the path of my life, I have chosen to follow Jesus Christ. I have chosen to take my cross and follow him. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says that whoever has the Son has a testimony. If you have the Son of God in you, you have a testimony. I have a testimony that Jesus Christ, he saves. Yesu Kristo huokoa, na huokoa vijana, na anaweza kuokoa wasichana, na anaweza okoa mtu yeyote. Kama mimi siku ya leo nimeketi katika madhabahu nikihubiri injili yake. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho hakiwezekani mbele zake. Everything is possible before the sovereign Lord. I am a living testimony kwa maisha yangu ya kwamba Yesu, yeye mwenyewe anajua mahali penye wewe uko. Anajua kila kitu ambayo inaendelea katika maisha yako. But the only thing that the Lord requires is that contrite spirit and a broken heart. A broken heart and a contrite spirit, that which he cannot despise. So I'm born again. Yesu ni Bwana katika maisha yangu, na amekuwa mwema, na nazidi bado kumtumikia, na nazidi kutawala ndani ya maisha yangu. Nimemwachia usukani, nikamwambia mimi sijui kujiendeleza, mimi sijui njia ya mbinguni. Roho Mtakatifu wa Mungu, nifundishe. Teach me the spirit, give me the spirit of counsel. Teach me, give me the spirit of listening to you and hearing your words and doing according to your will, so that we may walk this journey with you in the name of the Lord Jesus Christ. Kwa hivyo Yesu amefanya mema. Jioni ya leo wale ambao tuko nao, Mungu abariki sana tunapoendelea, na azidi kuwaneemesha kwa neema yake. Acheni tushukuru. Father, in the mighty name of the Lord, we worship you. We give you glory and honor and adoration and might, O God, because you alone, you are God, Jehovah Lord. You alone reigns, O King of Zion. You alone reigns, O righteous one of Israel. There is no other God but you, O Lord of Lords. There is no other King but you, O King of Kings. In the mighty name of the Lord Jesus, I exalt your name, O God, above each and every nations, kingdoms, and principalities, and powers, and everything in this world, O God, and everything in heaven, my God. Each and everything bows down and worships your holy name, O God. The 24 elders bow down and worship your holy name. They cast their crowns down, and they say, Holy, holy is the Lord of hosts. All the four living creatures, they worship your name, O God. They cover their eyes, O God, with 2 wings. They cover their feet with 2 wings. They fly with 2 wings, O God. They bow down and say, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole heaven is filled with your glory, O God. May your presence come and be with us this afternoon, O God. May I not speak, O God, by the power of my mind, O God, but may I speak by the power of the Holy Spirit, O God. May I speak under the influence of the Holy Spirit of God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Nisaidie kinywa changu Bwana, ninaomba ukaweza kukiguza, nikaweza kunena kadri la mapenzi yako Bwana. Kile ambacho umeandalia watoto wako siku ya leo, nikaweza kukinena kadri na vile ambavyo Bwana unavyotaka, katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru ewe Mungu ambao umetushikilia hadi siku ya leo. Wewe ambaye Bwana uliyetuokoa, wewe ambaye Bwana unayetupenda kwa upendo ambao haueleweki na mawazo ya mwanadamu, wewe ambao haueleweki Bwana, wewe uliotagi tuerekane meshiria mamodo wa wokovu. Oh God, no one, oh God, can fully understand you, oh God. No one can summarize your greatness, oh King of Kings. No one can come to the summary of your mind, oh God, because your greatness, oh God, is beyond the capability of the perception of mankind. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I exalt your name and I enthrone you in this altar, oh God. Holy Spirit of God, it's you that I worship. It's you that I call upon. It's you that I glorify. Oh Jesus Christ, it's you that I lift on high. Oh Lord of hosts, it's you that I worship in this altar. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I pray that you may move, oh God, in the midst of thy people, oh God, that you may redeem them, oh King of all the glory. The Bible says that the Spirit of God is upon me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. Oh God, to heal the brokenhearted, to declare the year of the Lord's favor, O King of Kings. Oh, I declare the year of the Lord's favor upon your children. I declare liberty to those who are bound, oh God, and I declare redemption to their lives in the mighty name of the Lord. I declare this day that those hearts that are broken, oh God, you are going to mend them and heal them in the mighty name of the Lord, through the Spirit of God, in the name of the Lord Jesus Christ. Oh God, those who have diligently seeked you, O King of Kings, I pray, my God, that out of them, my God, may overflow springs of living water. May the joy of the Holy Spirit be upon them, O God. May the peace that transcends human understanding be upon them, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I pray that you may raise them, O King of Kings. The Bible says that when you Christ, you shall be raised. When you shall be lifted up, you shall draw men to yourself. Oh God, I uplift you, O Jesus.
that you may draw men to yourself this day, O God. May you be seen, Almighty Father, that I may not be seen, Almighty Father. Take away the spirit of pride, each and every sinful nature, O God. I pray that you may take it away this day. Forgive me from all my sins, O God. Forgive me from all my trespasses, O God. Forgive me my producers, O God, and even my cameramen, O God. I pray that you may forgive them and sanctify them with the precious blood of the Lamb Jesus Christ. I pray, my God, that you may uphold them, O God. As we work for you, O God, may we work in one accord, O King of Kings. May you deliver what you want to deliver to thy children this day. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. I worship you, O King of Kings, because you alone reigns and you're not like mankind, O God. I worship you, O God, I worship you, and I worship you, O Lord. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We say, amen, amen, and amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wanatuangalia siku ya leo, ni siku njema Mungu ametupatia. Tunapoendelea na topic yetu ambayo tuliokuwa tunayo hii wiki, the topic of sexual immorality and other related perversions. Bwana asifiwe sana. And tumekuwa tukiona ya kwamba sexual immorality haianzangi ikiwa kitu yenye mwanadamu anaweza fikiria ati inaanza kwa mawazo yake. Tukaona ya kwamba in the book of Romans chapter 12, do not be conformed to the pattern of this world. Tukaona ya kwamba what the devil does is that he creates a pattern in your head, and that pattern wakati anaitengeneza wewe hukuangi na ile your spirit haikuangi kijua ati kuna kitu shetani anafanya. Your conscience huaga haijui kwa sababu anakujanga na njia ya kitu inaitwa intimacy. Because sex ama immorality, shetani akitaka kutumia ndani ya mtu, hailetangi poof ikiwa tu ni sexual immorality. Anailetanga ikiwa kitu kama ni unaona ni kama intimacy. It's like you want to fall in love with someone. Kuna ile attraction unasikia na mtu. And tukasema ya kwamba ile attraction yenye mtu husikia ama the behavior of intimacy, hiyo behavior si ni Mungu alitengeneza. The devil did not create the desire of intimacy. The desire of intimacy was created by God. But tukaona ya kwamba this desire can be manipulated by the evil one. Hii desire shetani anaweza itumia wakati anai-express kwa njia yenye haifai. So tukasoma in the book of Songs of Solomon chapter 3 verse 5, inasema, I charge you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles or by the doers of the field, do not stir up nor awaken love until it pleases. Do not stir up nor awaken love until it pleases. Kwa sababu kuna wakati ambao Mungu aliumba na akauweka kando wewe mwenyewe kukua unaingia katika mapenzi. So when the devil exploits that gift that God gave you, it is a blessing that God gave you. But now if it is not covered with a lot of revelation and the knowledge of the word of God, unaweza end up kukua manipulated na shetani na ukue kitu yenye wewe haujaitamani kukua. The deceiver is already in the limelight of truth. Kwa sababu hawezi danganywa na mtu mwenye hajui ukweli. So Satan knows, the devil knows the truth. And vile huwaga anafanya, ana create hii pattern ya Romans 12. Anai-create, na anaweza i-create kwa society. Latu kwa msichana akifikisha form 2 kama hana boy, anaonekana gani mtu ufala. Then yeye mwenyewe ataenda blindly kwenda kwa relationship kwa sababu ya ile pressure enye anapatiwa na the peer enye wako nao mabeshte wake. So ile surrounding yenye tuko pia inaweza kuwa ignite the fire of immorality ndani ya maisha ya watu. Kuna mali nafikaga ya kwamba wewe ukiwa boy na umefika form 1 form 2 kama huna dem, watu wanaanza kuona ni kama wewe mwenyewe unakuwa na shida. Pia pressure inakuletea something in you, kitu yenye inaweza kusumbua for 30 years, 40 years, 50 years. Inakufanya wewe mwenyewe unaingia ndani ya love kama hauko ready. Ujui, you don't know how to test if it is pure love or it's not. Kwa sababu mtu akiwa virgin ndo anakuwa the most purest person. Lakini hiyo time unaweza kuwa exploited kwa sababu you don't have ultimate knowledge ya kucover your heart. You don't have it. So the moment the devil exploits it or anafanya uexplore kwa mambo za sexual immorality, anakufanyaga uexplore, but hata ileta ikiwa sexual immorality in the first place because you do not have that spirit yet. But the moment that you have sex the first time, the moment una have, alafu ule mtu mwenye uko naye uko yeye mwenyewe hakupendi,
Yeye mwenyewe wakati anakuacha, you will start gaining something called low self esteem. Na hiyo low self esteem ndo itatrigger vitu mingi sana kwa kichwa yako. That is the strategy of the evil one. Wakati una low self esteem, that is a golden opportunity ya shetani kukuletea options mingi sana. He gives you a lot of choices, a lot of them. Anakupatia choices na kufanya uonene wanaume ni watu wabaya, sifai kuwa na wanaume si watu wazuri. Analeta concept wanawake ndo wanaweza tu, hawezi heartbreak. Due to the lack of the revelation, wewe mwenyewe unaingia blindly kwa kitu yenye wewe mwenyewe haujui kuhusu. Because one thing is that a person who has the wisdom of God and the revelation of God, before choosing a choice, before taking a choice, kwanza huaga anaangalia kitu inaitwa consequence. Na mtu mwenye hakuagi na hiyo ability ya kureview consequence before achague choice, huaga anachagua the wrong choice. Na hiyo wrong choice yenye anachagua kulingana na ile pressure yenye anapewa na society ama mabeshte wake, yeye mwenyewe anaiamini na anaiembrace. So at the latter of this person, atakuwa amepossess kitu yeye mwenyewe haikuwa willing kuingia ndani yake, lakini ameingia due to lack of revelation and knowledge. So our society is suffering because of lack of knowledge. Because people don't understand what happens when this spirit is being ushered by the devil. Shetani anakuwa analetaga pattern ndani ya kijiji. Anaweza leta kuna zile demons zinakuga territorial. Unaona kwa hiyo territory wasichana hawafikishangi miaka 20 ka hawana ball. So unapata kuna hiyo demon yenye you rule, that demon that rules. Na hiyo demon ikirule, kama wewe mwenyewe, if you're not hidden by the blood of Jesus Christ and you don't understand how the baseline of salvation, you will end up in a slavery that you will never know how to get yourself out of it. Kwa sababu the moment mtu kuingia kwa shida haikuwagi ni shida kubwa sana. Before you enter into a bondage, haikuwagi ni kitu kubwa mtu akianzia. Inakuwaga ni kitu kadogo sana. Nika kitu kanaonekana ni kaka dakika 2. Lakini hizo dakika 2 zinaweza kuletea shida mega sana katika maisha yako. Because those 2 minutes are going to be minutes that you are going to be exposed to something that you don't really know anything about. So wakati unaingia kwa hiyo kitu, una find delight kwa hiyo kitu. Una find wewe mwenyewe, there is something that you like about it and there is something that you don't like. You ulipenda wakati ulikuwa na enjoy ku have sex, but haukupenda wakati ulikuwa heartbroken. So next time utapata mtu mwingine wakati tu yeye mwenyewe anataka tu sex na hataki love, utakuwa ready hapo kujioffer. That is how immorality get inside the heart of a person. Haianzangi kiwa ni kitu yenye solid, inaanzaga tu kwa kitu kadogo sana. It is the most purest love, the first love. Inakuwa the most pure. If you don't build this foundation in our children, if you don't build this foundation in the coming generation, kuna mahali itafika that mpaka watoto wa class 5 wako exposed to sexual immorality. Nilifinikiwa sad sana sometimes back kwetu tu homocha. Kuna mahali kulikuwa na kijana alikuwa amekufa, kijana wa form 4. Then wakati huo kijana alikufa kulikuwa na matanga ya huyo kijana, and I was called to minister kwa sababu nilikuwa nimeenda kuhubiri huko. And I felt so bad wakati nilienda, nikapata wasichana wadogo kabisa, wasichana wadogo hata wanakanika wa class 5. Wakiwa wamevalia miniskirt, wakivuta bangi usiku saa 7 ya usiku. And my heart was so troubled because of that. My heart was really troubled. Kwa sababu hata hakuna wanaume wanaongelesha. Kwa sababu wamekuwa exposed to something and then bado they do not know how to cope with the lifestyle of that standard. So wameanza kutengwa na ni wasichana wadogo kabisa. I felt so bad in my spirit. Nilisikia nimeumia vibaya sana. And nikaona hawa reality haijaiwa hit. The problem is wakati mtu amekuwa exposed to kitu kama sex, shida inakuwa gani? Wewe mwenyewe kwa sababu hauna enlightenment, you will continue think that una enjoy. But kuna time itafika that wewe mwenyewe utakuwa na have to have set because utaweza have na mtu yeyote mwenye anakuja, anyone. Conscience ya mtu inakuwa iko juu sana kabla yeye asin. But wakati mtu anaendelea kusin, conscience inaendelea ikidecrease. Na kuna mahali conscience inafikaga na inakufa. Just imagine conscience ya mtoto mwenye ako class 7 na ishakufa. Hana knowledge, hana revelation, hana pia wisdom, na conscience imekufa.
Just imagine the latter of that person. Then akishafika form 1, yeye mwenyewe ile low self esteem, kwa sababu hakuna mtu anakuaga idhaa yake, hakuna mtu hata yumsalimia. Yeye mwenyewe alishaonekana yeye ni mtu bure tu, kwa society anabebwa tu hivyo. Just imagine what that person is fed by the wicked one. Kile shetani anamuongeleshanga usiku akiwa peke yake, value yake inaendeleanga ikidecrease. Niko na immorality imejaa sana kwa hiyo mji, ya kwamba hao wasichana na ni wadogo, wana hawata si pesa wanataka wanunulie tu chipo za 30, unalala na yeye. Because the conscience is dead. This is what is happening to our society. Because no one is standing firm to declare and to proclaim all these things and to teach our generations. The harvest is plenty but the workers are few. Hakuna mtu mwenye anaweza simama aongeleshe mtu kama huyo. Wazazi hawawezi mcancel, kwa sababu hata huyo mtoto akiwa mdogo, siku hizi naonaga watoto hata wapigangwi. Wazazi wa siku hizi wapigangi watoto. Yeye unaona mtoto ni wa primary school but anaenda na sneak na anadoze na nje, na hakuna hata mzazi amuulize swali, kwa sababu siku hizi wamekuwa superior sana. Sasa hiyo ndo wanakalia wazazi, kwa sababu siku hizi the generation that we are in, the devil has planted a pattern in the heads of people, and this pattern is creating boundaries. It is creating networks, chains. Those streams of immorality mingi zinakuwa created. Unapata maybe yeye mwenyewe alizaliwa na mama yake ni mtu mwenye ule la nje. Pia msichana akieshaanza kuona ameshaanza kugrow, body shaanza kuchange, anaanza kuona pia mimi ni mtu, anaanza kuona anasalimiwa, pia hata anza kulala nje, kwa sababu ya society venye imeembrace kitu fulani yenye pia yeye hajaikalishwa chini akafundishwa about godliness. There is nothing that can cancel that person. So unapata sexual immorality inaingia ndani yake na itamsumbua sana, kwa sababu if it is not for Jesus Christ to come and reveal himself to that person, anaweza ishi kwa banda, anaweza ishi kwa bondage maisha yake yote. It is a shame in the society that mpaka siku hizi nasikia gati hakuna, there are no virgins. Siku hizi nasikianga hakunaga mavajo, walishaisha wote, because society haiamini ati kunaweza kuona msichana mwenyewe hajai have sex. Hakuna mtu anaweza kukubali hivyo. Kila msichana anaonekanaga ati yeye mwenyewe anafaa kuwa exploited. Na kama wewe haujui mambo na sex, wewe mwenyewe unaonekanaga ni kama wewe ni mtu wa ujinga sana. So your concept ikikosa kukua covered by the nurturing of the word of God and the knowledge that come from Jesus Christ, inaweza exploit wale generation wenye watakuja na uko baadaye. Just imagine huyo msichana mwenye alikuwa exploited wakati alikuwa primary school, conscience yake ikakufa, akaendelea hivyo kujiwaste. Kwa hiyo harakati akiwa form 1 akapata ball, akapata mtoto. Huyo mtoto amezaliwa akapata mamake akiwa na hiyo stronghold, na mamake si mtu anaogopa Mungu. So the same chain, the same spirit the child will also inherit. What are we going to do about the coming generations? Kwa sababu ndio wanakuja. What do you think will happen in the next 10 years if the devil hataendelea na kuweka hii network kwa watoto wetu? If the believers do not stand and refuse and arise against those territorial spirits, and arise against them by the name of the Lord Jesus Christ and the blood of the Lamb and the fire of the Holy Spirit, to burn all those kings, to burn all those hizo maukahaba zote, and all those spirits that hovers in households, in the territories. Kama hatuta arise na tukatane nazo, the devil will continue winning many children in his kingdom. Basi bado tunaendelea na kusema Yesu ni Bwana, but we are not entering into warfare. Sisi wenyewe tunasema hivyo, watu wengine hata tuko kanisa, wengine wako na the spirit of masturbation, na mtu wako kanisa. How can you fight immorality if you are still in immorality? The main aim of this topic is not to convict. This is here to condemn. No, it is to give you the exposure, the exposition of the knowledge of God, so that you cannot be bound. They shall know the truth, and the truth shall set them free. This is the basis of this sermon. Hii ndio basis ya hii topic. Ya kwamba si eti tunasema hivi ndio tukukondemn, uone wewe ni mtu mbaya, wewe mwenyewe haufai. No. But we are doing this so that you may have the exposition of the word of God. You may have the knowledge of the word of God. That you may be enlightened.
And hii knowledge ikikam ndani yako, there is no way you will still be in the comfort zone. When a mind is exposed to greater ideas, it never comes back to its default state. Hairudingi mahali penye ilikuwa, because it has already seen the basis, it has already seen the blueprint of the greatness. So there is no way inaweza kuwa tu iko pale ati imefinyiliwa. No. So if your mind is exposed to the knowledge of these things, there is no way you can be bound. My people perish because of lack of knowledge. So hii knowledge ndo tunakupatia siku ya leo, so that you may stand firm, so that you may be informed. That kama wewe uko hapo na uko high school na hujaijiingisha kwa hizi vitu, if you know that you are poor, ama uliingia tu juzi, you have an obligation, you have an authority over your own spirit, that unaweza kuwa na the power to say no kwa whatever is trying to hover in your life, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Not everything you think about you're supposed to do. Not everything that comes in your mind is worthy of doing. Paul anasema not everything good is beneficial. Hata wakati unaona vitu zinafanywa na watu, do not rush to enter into them, because you have not yet investigated about the latter of that behavior. So wakati yenye kuna choices mingi, before you make a choice, first of all, angalia conclusion ya hiyo kitu. Angalia consequence, because every choice has got its own consequences. Sometimes the consequence that is good, the choice is not that good at that particular minute. Kitu yenye unaonekana gani mzuri sana kwa macho ya mwanadamu saa hiyo, hebu chunguza uangalie the conclusion of it, the latter of it inakuwa gani mbaya. Kila kitu inaonekana gani ka ina oppress mwanadamu saa hii, hiyo conclusion yake, ama ukienda kuisummarize, mwisho ya hiyo kitu inakuwa gani mzuri. Vitu zote mzuri zenye zinakujanga kwa maisha ya mtu, hazikujangi na sura mzuri. Zinakujanga tu na sura mbaya, so that you can ignore them. Like godliness, in this current generation, ni ngumu sana kuona kijana ama msichana amebeba Biblia hivi ati anaenda kanisa. Because yeye mwenyewe anajua tunjia toke na mabeshte wake hawajaibeba. And kuna ile concept that shetani amewaweka kwa vichwa zao. Mtu yote mwenye anaenda kanisa, yeye ni fala. Yeye ukikanika unaenda kanisa, wanakanika watakutoka. So unaogopa kuwa show ati wewe mwenyewe unaenda kanisa, ndio hutaki kuwa hurt ama hutaki kulose mabeshte. That is the pattern that the devil has put in the head of many children and many people. Kwa society ina suffer kwa sababu ya zile vitu zenye zina happening around there. Unajua exposure inaweza limit the Holy Spirit in your life, hata kama umeokoka. Exposure inaweza limit, because the Holy Spirit of God wants you to preach to your friend, na huyo friend mwenye anataka umprichie, wewe mwenyewe ushaichoma na yeye, mshaichoma mkuu na yeye. Kuna mahali penye anajua ka repetition kako si kazuri. So unapata ile aibu ya kumface kwenda kumpatia word, inakuwa iko juu sana, unaona afadhali kumsari. Exposure inaweza limit the Holy Spirit of God. Sasa hii spirit huaga inakuja na hizo secrets. Inakuja inaziba exposure yako na mabeshte wako. Unaona ni kama wewe mwenyewe wakati yenye haufanyi kama Kenya wanafanya, nikawa atakuona wewe ni mjinga. But the Lord Jesus said that whoever will be ashamed of me here on earth, I'll be ashamed of him in heaven, before the holy angels and before my Father. So unapata shetani wakati anataka kubring up kitu kwa hii society, huaga anapitia kitu inaitwa fear and lie. Those are the two weapons of the devil. Fear and lie. Wewe ni msichana, na saa hiyo ni wakati yenye umeanza kugrow. Saa umeanza kukua exposed kwa vitu. Haujaiona ati wewe unataka kujisikia wewe ni msichana wa maana. So wakati unatemea na mbogi yako, alafu mbogi yako inaanza kuona ni kama wewe mwenyewe haukuagi sawa vile, wanakanika watakutoka, utajaribu kujiraise kwa standard yao. Then kwa ile standard utajaribu kujiraise, kwa sababu haufanyi hivyo ndo wewe mwenyewe ubenefit, unafanya hivyo ndo wewe mwenyewe ugain favor kwao. So anything watakuambia utakuwa you will be in for it. So unapata umeanza kuintroducewa, kwa sababu vitu kama hizi hazianzangi ovyo ovyo, zinaanzaga tu na kukuexpose na kitu moja, na hiyo kitu moja inazaa mazao mingi sana kwa maisha yako.
Kama saa hii umekuwa exposed kwa sexual immorality, umeenda na ukahave sex na mtu, then wakati unaachwa ile guilt inaachwa kikusumbua, unafikiria hizo stress zimenisumbua sana, unaanza kuingia kwa the other related perversions, unaingia kwa pombe. Ati unajaribu kutoa stress. Unapata mabeshte wako wanavuta kindoo mahali, unasikia hata saa hiyo hauna pesa ya pombe, lakini mabeshte wako umepata wakichoma. Na kwa sababu pia unataka kujisikia, unataka ndio kujisikia wewe ni mtu wa maana, due to the low self esteem yenye iko ndani yako, unasema andipe moshi. Unapewa moshi, unapiga moshi kadhaa. And hivyo ndo ushaku exposed kwa those two things. Then inafika mahali wakati mnavuta bangi, unaona tu hapo msee amekama ametoa Chavis, anakatoa, anakapiga, anaeka. Na wewe anakupa, unasema anakuambia chika hata usikie venye mtu anasikianga. Then unaanza kupata knowledge ya hizi vitu. Then wakati unazipata, you will always feel burdened kwa sababu when the Shekinah glory gets away from you. Wakati Adam na Eve walikula hiyo tunda, what happened is that their eyes were open and they felt shame, wakaona wakiwa naked. So that is the nakedness that you feel, and because you want to cover up, unajaribu kuzicover up na zile vitu zenye zitakurusha kwa bondage ile kubwa sana. Ulianza na sexual immorality, sasa umemaliza wewe mwenyewe ukiwa pedi. Wewe mwenyewe umemaliza ukiwa, yani wewe ukiwa addict wa mpaka vitu kaa dibi, heroin. Unajipata zina ku-expose, zinauza mabeshte wako wanazitumia wapo tu. And because hauna knowledge, hauna wadi ya Mungu ndani yako, wewe mwenyewe unaingia blindly, unajipata ishaku swallow up. So in the end of these things, wakati yenye reality itakuja kukuhit, wewe mwenyewe utakuwa umewaste like 20 years of your lifetime. 20 years. It's not a wonder. Kuna mtu mimi huona akiwa mlevi hadi wa leo, na nilikuwa namuona akiwa mlevi kutoka nikiwa mtoto mpaka wa leo, namuonaga tu akiwa mlevi. Sijai muona akiwa sober ever. Sijai muona akiwa sober maisha yake yote. Saa hizi huaga ananiambia mimi naweza taka sana kuokoka, lakini yenyewe mimi ni ngumu sana, mimi siwezi okoka, mimi hii kitu siwezi kabila. That pattern that the devil placed in his head, na hakuileta ikiwa pombe, aliileta tu strategic, because the Bible says that the serpent was the most cunning animal in the field that the Lord God had created. So yeye mwenyewe anajuaga njia ya kukupossess, anajuaga njia ya kukushika wewe mwenyewe ukiwa whole. Na wakati wewe mwenyewe unakuwa hauna hii knowledge ya kuelewa hizi vitu, ndo huaga unaingia into deeper bondage. The Bible says that they shall know the truth. This is the truth. That kama hujui ku differentiate between love na obsession na lust, utakuwa kwa relationship mingi sana zenye zina fail. Kwa sababu first of all, watu wanaingia kwa sex prematurely, wanaingia kwa relationship prematurely. Hana concept, hajui venye mtu anafaa kuhandle mtu mwingine. Yeye mwenyewe anaingiaga na roho yake yote bila knowledge. Yes, katai, unaweza fall na mtu na unasikia unampenda genuinely, but ukose knowledge. Huyo mtu wakati wewe mwenyewe unakosa knowledge, wakati anaona yenyewe wewe mwenyewe umeanza kudevelop, akieshaanza kusense ati wewe uko na obsession, ana feel insecure, and that is why huaga anaacha mtu. That is why unapataga wasichana wengi ni huaga wanawachwa, kwa sababu many times huaga hawajuangi ku differentiate wakati yenyewe wao wenyewe wako obsessed. They don't know how to control obsession. They don't know how to create a surrounding. Kama vile Biblia inasema in the book of Proverbs 25 verse 28, whoever has got no control of his own spirit is like a city broken down without walls. Hawajui. So unapataga mara mingi sana yeye mwenyewe ameingia into a relationship, but yeye mwenyewe ameingia blindly in the way that yeye mwenyewe hajuangi ni nini ili happen, yeye akaachwa. And she gave all that she could have given, but ali give the wrong person. Ama alienda kutumia the wrong tactics to fall in love. So unajipata amekuwa held up kwa situation yeye mwenyewe haezi handle. So this topic ni broad sana, wakati yenye mtu anafaa understand obsession, lust na love, because zinakuwa ziko related at first. If hauna wisdom enough ya kuweza kuzidifferentiate na kuzicrack down, utakuwa fall in love alafu bado unaachwa, and the spirit of immorality itakuwa tu bado ndani yako.
Kuna mahali utafika na utaboeka na wanaume. Kuna mahali utafika utaboeka na wasichana. So utajiona yenyewe afadhali kuhang out na maboi mabeste wangu. Utajipata tu hivyo. That is what happens. So wakati yenye mtu ako na love ndani yake, ni wakati wewe mwenyewe uko in the genuine love inakuaga tu wewe mwenyewe unajua kenye unataka. You are sober. Pure love inakuaga sober. And unajua kutreat ule mtu mwingine. But si ati unamtreatingi alafu wewe mwenyewe unasahau kuna standard zako. Kuna truth. Mahali popote penye fear huanga inaingilia, confidence ikishaondoka, fear ndo huanga inaingia. And mahali popote penye the pure love iko, hakunaga fear. Pure love hainaga uoga. So kama wewe ni msichana na kuna ability, mwanaume ako na ability ya kucreate tension ndani ya roho yako, huyo ashakumanipulate. Kwa sababu obsession huwaga inaletwa na kitu inaitwa low self esteem. Wewe mwenyewe umeingia in love lakini umeingia out of pity. Umeingia kwa relationship but umeingia out of pity. Waingira ni gukoro wewe mwenyewe ni urei huiradha, yani unaona hujifiki bei. Unaona wewe mwenyewe ni cheap sana, so una try ku raise standards zako, una try kujiprove kwa ule mtu mwingine that you are worth it. And kwa ile harakati ya kujiprove you are worth it, unajipata umekuwa obsessed. Kama mtu ako na ability ya feel tension ndani ya roho yako, unaogopata kuacha. Na huyo mtu akidetect ati wewe mwenyewe uko na tension kwa roho yako, yeye mwenyewe atakumanipulate, atakutumia vibaya sana. Anaweza kula hata pesa yako mingi sana kwa sababu anything yenye utaambiwa utakuwa unafanya. Anything. Anaweza kuintroduce kwa vitu mingi sana. Kwa sababu yeye mwenyewe anaweza kuintroduce hata wewe ni dem, unakuwa introduce hadi kwa sodomy. Na wewe ni mwanaume. Na wewe ni dem. Yaani wewe mwanaume kama anataka kudo anything na wewe ataifanya. So unajipata kuna spirits zingine zenye zinapata loophole kwa maisha ya mtu because of lack of knowledge. You do not know how to differentiate the man that you're supposed to fall in love with and the man that you're supposed to not fall in love with. So unajipata hii ni kitu yenye inasumbua society sana kwa sababu watu hawakuwa nakuaga so ignorant, especially wasichana. Wanakuaga so ignorant when they're falling in love because they don't involve their brains. Kenya kina happenigi ni hivi, wewe mwenyewe una fall in love na roho yako, you did not involve your brain. Alafu wakati wenye umeachwa, sasa hiyo ndo roho yako isha create ile desire ya ule mtu. Desire imekuwa kubwa sana. Then umeachwa, ukijaribu kufikiria mawazo yako haina solution. And the moment unafikiria huyo mtu, the more unaendeleaga kukuwa na tension na yeye, unaendeleaga kumpenda zaidi. So unajipata una consult mind yako time yenye kumeharibika, but wakati yenye ulikuwa unaingia kwa relationship, you did not consult your brain. Because the feelings and emotions do not have logic in them. Roho ya mtu haikuangi na reasoning capacity. The capacity to reason is in the mind. It is not in the heart. The work of the heart is to feel, is to have feelings, is to develop intimacy. But the work of the brain is to limit the level, so that is to limit and to create a boundary for that heart, so that isiweze kupata kitu itakuwa contaminate that love that iko ndani yako. So unapataga obsession ikishaingia ndani ya mtu, huyo mtu anaweza do to anything ndio ajiprove kwa ule mtu mwenye anataka. And hiyo wakati ndio kuna kuga na spirit mingi sana shetani na kuga amezieka kwa mlango yako, ziongoje kuingia katika maisha yako. Kwa sababu wakati utahadbreakiwa mara ya kwanza, ukienda kwa mabeshte wako, unapata wanakunywa pombe, utakunywa. Unajipata umekunywa pombe, umekata maji, umekata vibaya sana mpaka umebleki. Kubleki, wewe mwenyewe ndio utakuwa the cheapest kwa sababu wakati yenyewe wewe msichana umelewa, unakuwa so cheap, hakuna mtu hawezi lala na wewe. So unapata hizo spirits zinapata loophole mingi sana za kuingia. Asubuhi unajiuliza, "Guy, nilifanya nini jana?" Because ulikuwa unafikiria unapotelea shida moja, unaipotelea kwa njia ya pombe, but ukaintroduce shida zingine 3 hapo ndani. Nimepata story msichana, a certain friend of mine alikuwa ananiambia story nyingine. Alikuwa ananiambia ati wavenya walitoka form 4, something happened is that walikuwa mafresha, hawakuwa wamekuwa exposed kwa vitu mingi. So wakaamua wakiwa na marafiki zake wasichana, wakaamua kwenda party. Na walikuwa walienda kwa klabu, kwenda ukata maji, kukunywa. Sasa ndio wamemaliza form 4, sasa ni watu wazima wako na ID. Wakaenda kwa klabu kukunywa. Wakiwa kwa klabu kukunywa,
wenyewe wakakata maji wakahave fun venye wenyewe have fun venye walikuwa wanafikiria venye walikuwa wanatamani. But kuna msichana wenye walikuwa na yeye mwenyewe zilishika sana, yani pombe ilimshika sana. Na unaona anaamka anaanza kudance nini, unajua kuna watu pombe ina reacting tofauti kwao. It was the first time for that lady to drink. Na hiyo time unaona anakuwa msosio, anaongea na wanaume, anaongea. Tena akaona hao mngoni, wakaamua kumwacha kwa klabu na wakaenda home. Wakati walimwacha, wakati huo msichana aliamka the following morning, aliamka kwa lodging na alikuwa raped kabisa. Alafu akienda pale kwa tibu yenye wanalipaga, akapata ni jina yake, ni simu yake ililipa hiyo lodging. Kuna mwanaume alimchukua na akalipa na simu yake, na wakaenda na yeye kwa nyumba. Na kamharibu vibaya sana. Then the following hiyo wakati alikuwa anapelekwa hospitali. Kukaa siku kadhaa alikuwa amepata ball na bado alidevelop HIV. Akakuwa kwa HIV positive na akona ball. Alikaa kwa nyumba hata haongei na watu, paka haongei na wazazi. Depression imemkula, imeacha kuwa stress, sasa imekuwa depression. Hakuwa exposed kwa dunia, na ile njia amekuwa exposed nayo ni njia yenyewe mwenyewe, yani ni njia ya shame, complete shame kabisa. So what happens this, hao wasichana hata wakienda kujaribu kumuongelesha hangewasikia, kwa sababu hata hakuwa anataka kuwaona. So it happened na tu msichana alikaa and at last akaenda akanunua kamba na akajihang na akakufa, and story yake kaisha hivyo na akazikwa. But tu msichana mwenye aliniambia hiyo story aliniambia, acha nikuambie Pastor Davy, mimi niliamua mimi sitaikunywa pombe tena. I declared and decreed from that day that mimi sitaikunywa pombe tena. Kama pombe inaweza kuwa ni loophole ya vitu kama hizi zote, no one could have thought kitu kama hiyo inge happen. Kila mtu anafikiria gani nimeenda ku have fun, nimeenda tu kukata maji tu, nimeenda kukata gede tu, alafu niende home kama kawaida venye nimezoea. Lakini sasa design yenye hizo vitu zenye zote zitafuata hapo mbele, wewe mtu mwenye unataka kukata hiyo maji ukuangi na hiyo consent. Haukuangi ukijua the repercussion, the consequence of that choice that yenye ulichagua. A wise man is a man who looks and views the consequence of the matter before he chooses. Kabla achague choice, huaga ameangalia conclusion na venye itakuwa. I shall summarize. That is wisdom. But due to watu hawakuagi na hiyo knowledge ya kukosa kugrab information kai, so people don't treasure themselves. Watu wanafikiria tu ni raha, lakini hiyo raha inakuaga na matokeo yake, inakuaga na matunda yake. Itakuja kukuletea shida na uko mbele, itakuja kukuhound, itakuja kuharibu generation zako. Watu wenye wanakujua, itakuja kuharibu repetition yako kwa watu. Itakuja kukuletea patterns kwa kichwa yako zenye utajaribu kujitoa, utashindwa. Tena utaingilia wakati umekuwa heartbroken sana, utaingia kwa kitu inaitwa pornography na masturbation. Na hiyo sasa ni demon nyingine yenye inakuwa gani conk sana na solid and so stubborn. That is the most stubborn demon ever. Unless mtu akona ile insight ya kujua kuiondoa katika maisha yake, yeye mwenyewe anaweza ishi kwa hiyo slavery maisha yake yote. Unless knowledge redeems you from that curse. Kwa zile vitu zenye tulisema jana. Tulisema jana za kuexpose your mind, to bring liberty to your mind. Kwa sababu sexual immorality na pornography ni vitu zingine zenye mwanadamu hauhitaji vitu mingi. You don't struggle, you don't need money. You don't need anything extra. Unahitaji tu kukua kwa nyumba yako, kwa peke yako, na uko na simu yako, na uko na zile vitu zenye wewe mwenyewe unafikiriaga unahitaji. So unajipata wewe mwenyewe wakati hiyo thought imekuwa action. Hiyo action imeanza kukua kitu inaitwa habit. Hiyo habit inakuwa kitu inaitwa character. Sasa ikishakuwa character, ndio unajipatanga hata unaweza masturbate hata kwa barabara. Hata unaweza masturbate mpaka kwa matatu. Because it is a very stubborn demon that the more you think about it, the more it drives you crazy. The more you cannot think anything else. Unafikiriaga tu hiyo demon peke yake ndio inakucontrol. Unajaribu kwenda kuomba, nimeona watu wengi sana hadi mtu anajaribu kwenda mpaka fasting. Unaenda una fast,
Lakini kwa sababu you don't know the appropriate steps of killing this demon from your life, sababu hujui, unajipata tu wakati tu unatoka fasting tu hivyo unapataga imekungoja mahali tuliachia. And kwa sababu you don't know how to manage your own thoughts, you do not know how to control your own thoughts, you do not know how to direct your own thoughts, you do not have the counsel of God in you, so you cannot control that demon, because you cannot control what you do not know. You cannot use an authority that you do not know about. The authority of your mind, you do not know how to track your mind, how to bring your mind into captivity to the obedience of Jesus Christ. There is no way you can overcome anything that you think. Kila kitu yenye umefikiria inakuwaga tu ni lazima uifanye. Hiyo ndo shida inakuwaga na watu wenye wako na shida ya masturbation. Kwa sababu the moment wewe mwenyewe umeona msichana kwa barabara hivyo, wewe ushamtoa nguo, ushampeleka kwa kitanda, usha have sex na yeye kwa mind yako. So the only thing that is in you is that demon that is ruling in you. Hakuna kitu kingine iko ndani yako. So wakati wewe mwenyewe una have hiyo desire, unaanza kucrave, inaitwa taki. Unaanza kusikia taki. Na kwa sababu hakuna msichana karibu, na hakuna msichana wewe mwenyewe, hata hakuna mtu mwenyewe unaona ni kazi kubwa sana, unaenda kujisaidia. And the more you do it, the more inaendeleaga ikijistick kwa roho yako, the more inaendeleanga ikikuwa conk kwa maisha yako, the more your demon inaendeleaga ku get strong. The more you feed it, the more you make it strong. Ni kama tu anga. The moment wewe unakasirika, the moment unakasirika na unafanya kitu, hiyo kitu yenye umefanya, hiyo ni chakula umepatia hiyo anga. So wakati wewe mwenyewe unafikiria kumasturbate, and wewe mwenyewe unafikiria mpaka kwenda kwa nyumba na simu yako na mafuta yako uende ukamasturbate, wakati una masturbate huaga una make that demon more stronger. Na the more huaga unafanya hiyo foundation na hiyo altar ya hiyo demon ipate a resting place, kwa sababu knowledge ni kujua kufanya ile kitu yenye wisdom inakufundisha. Knowledge is the action that the word of God says that if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. So when you are willing and obedient, when you start making that willing and obedient an action, then you gain the blessing. So the power is in the action, it is not in the thought. Thought inakujanga tu, na thought usha seen, kwa sababu wewe mwenyewe usha entertain hiyo thought. Hiyo thought inakuwa more, kwa sababu when desire grows, it conceives sin. So if wewe mwenyewe utakubalisha hiyo thought grow, ita conceive sin, ita conceive the action. Then when the action grows, ita conceive sasa, hiyo desire kigrow, ita conceive sasa sin. Na sin kigrow, ita give birth to death. So the power is in the action. When you do that action the first time, the second time, the third time, the fourth time, the fifth time, the sixth time, the seventh time, usha develop kitu inaitwa habit. Then kujihil kutoka kwa hiyo habit ni kitu wenye una need kujua that you must exercise something that is directly contrary to that behavior. That is godliness. There is nothing else that unaweza practice. Watu wenye wako kwa hii shida mimi nawaambia mara mingi sana, it is about your mind. The battle is in your mind. If wewe mwenyewe unaweza jua control whatever you are thinking. In the book of Philippians 4 verse 8, whatever things that are good, whatever things that are noble, whatever things that are pure, whatever things that are praiseworthy, think about such things. Mawazo yako, kila kitu wenye unafikiria, unafaa kukua unailimit sana. Because the devil uses the weapon of deception. He just speaks to you. And when he speaks to you, he makes sure that Kenya may speak ndani ya maisha yako ni kitu wenye itafanya, ita arouse the desires zenye ziko katika in your body. There are desires zenye zinakuwa inbuilt ndani ya kila mwanadamu. Kwa sababu Daudi anasema that I was conceived in sin, in my mother's womb I was brought up in sin. So kuna hiyo nature ya sin yenye inakuwa ndani yako, inakuwa aroused when the devil deceives your mind. Na wewe mwenyewe una pay attention to the words of the evil one. Wakati una pay attention to those words, uta arouse ile desire. Na hiyo desire ikikuwa aroused, kitu wenye tu inaweza ifanya itosheke ni wakati wenye umefanya hiyo action. Funny thing, unaweza masturbate leo saa hii, kutoka kwa barabara, shetani amekufeel tena, usikie tena. Usikie yenyewe, mpaka unaweza rudi kwa nyumba, uone umasturbate tena. Shetani amekufeel tena, usikie tena. Usikie yenyewe, mpaka unaweza rudi kwa nyumba, uone umasturbate tena. Usikie yenyewe, mpaka unaweza rudi kwa nyumba, uone umasturbate tena. Usikie yenyewe, mpaka unaweza rudi kwa nyumba, uone umasturbate tena.
Then ukiendaenda hata kwa siku moja unaweza jipata umemasturbate many times as possible. Because it has become a pattern. The devil has created that pattern in your head. Na imekuwa stronghold kwa kichwa yako. Imekuwa kitu umejaribu kujitoa lakini inakuwa hard sana kutoka. Imekuwa ni kitu yenye una struggle nayo. Inafika mahali Paul akasema wakati alikuwa na struggle with the flesh in the book of Romans chapter 7. Akasema that I came to realize that there is nothing good that dwells in me, that is in my sinful nature. In this flesh, nothing good dwells in it. Any desire of this flesh, it's not godly. Hii mwili kila kitu yenye huaga inataka ni vitu za ulimwengu. That is why unapata ukienda kwa klabu utapata watu wengi sana. Ama wale watu wenye hawajaokoka ndo wengi kuliko wale ambao wameokoka. Because it is so easy to fall for the desires of this world than it is to follow the path of godliness. That is what the Bible says, that go through the narrow way because broad is the way that leads to destruction and many people go through by it. So unajipata hii njia imefuatwa na watu wengi sana. Mbogi yako yote imeifuata. Mabeste wako wote wanaifuata. Tena unaji-expose kwa vitu zenye zina confuse akili yako. Unaji-confuse na bangi. Vitu kama pombe. Zinafanya mind yako inakosa kureason out sobari. And your mind is a central power unit of your whole entire self. So wakati umecontaminate your mind, you are not sober. Unaweza fanya tu anything. Unajipata umeconceive, umepata HIV. Umepata vitu zinaitwa syphilis. Kuna ingine nilikuwa nasikia inaitwa super gonorrhea. Hiyo kwanza nilisikia ni mbaya sana, kwanza hiyo ndo na kill zaidi. Kwa sababu hiyo inamaliza mtu kumaliza within a very short duration of time. So unajipata umepata hepatitis, magonjwa zingine konk. Alafu bado kwa sababu hiyo demon iko ndani yako, bado utaendelea kueneza kwa watu wengine. And the network goes on and on. Because you are bound. The only thing that can set you free is the word of God. There is no other redemption that can set man free if it is not the word of God. There is no other name that is given mankind that can redeem him from sin if it is not Jesus Christ. If you do not come down to the feet and weep to God, like wakati tulisema the tactic number 1, ya kwanza ilikuwa ni to admit it. Na ilikuwa ni wakati yenye una involve brokenness na contriteness. If hauwezi break na hati yako ikuwe contrite before the Lord and tell the Lord that I'm bound, I pray that you may redeem me, O Lord. Cry to God. That is the first gate pass ya kumaliza hii demon kwa maisha yako. Because hata ukiendelea, my brother, my sister, 5 years from now utajipata bado na masturbate. Sexual immorality, hiyo demon inakusumbuaga. Wakati yenye umefikiria mwanaume hivyo ama mwanamke hivyo, kichwa yako inakanika itablow. Hakuna kitu kingine yenye wewe unataka. Hiyo kitu haiwezi isha kwa maisha yako. Whoever loves silver will never be satisfied with silver. Hata apewe silver ngapi, hata upatiwe wanawake wangapi, my brother, my sister, hata upewe wanaume wangapi. Solomon alikuwa na 1000 na hakutosheka. Yani kweni kila siku anaenda kwa mwanamke mmoja kila siku. Hizo ni karibu miaka 4. That kila siku ana msichana tofauti, ana mwanamke tofauti. Hata kuna wengine hata hajui majina. But yeye mwenyewe aliziangalia zote akasema all is vanity and gasping of the wind. There was no profit under the sun. Bible inasema he had male and female servants born in his house. Alikuwa na wengi sana walizaliwa kwake. The Bible inasema he had male and female singers, the delights of the sons of men. Akiwa pale hivyo ameketi, akuwa anapewa kawain na glass ya gold. Wanawake wamejaa hapo. Hakuwahi tosheka hata wakiwa wengi aje. Hata wakati queen of the south alikuja kumtembelea, bado hakutosheka because it is a spirit. And the only thing that can bring it to the knees is by submitting to the Lord Jesus Christ and getting the redemption out of brokenness and contriteness. Wacha nikwambie wewe mwenye unaniwatch hapo, you are a prison worship leader, ama wewe mwenyewe unakuwa na role kanisa, but wewe mwenyewe umekuwa bound na hii demon. Wacha nikwambie, kama wewe mwenyewe hautakuwa broken na contrite, if you will not be broken and contrite, you do not need mercy, you need tolerance. You need God to tolerate you.
Itakuwa hard sana wakati yenye una try to go to the presence of God. Kama wewe mwenyewe umekumbwa na spirit ya ignorance, una ignore that kuna vitu zenye unafaa ufanye ndo urip hiyo altar kutoka kwa maisha yako. Gideon wakati Mungu alikuwa anamtumia, hangemtumia kama hiyo altar ya babake bado inateta. Lazima angeenda kubomoa hiyo altar. Hata kaitabidi yenyewe itakucost kwenda kugo against the rules of the society ama kugo against the rules of anyone who is close to you. You have to do it. You have to take the initiative if you want that demon to flee you. That kama hutaki watoto wako wakaile maisha yenye wewe unaishi, you must live a life that is worth living in the mighty name of the Lord Jesus Christ. So ningewaomba wale wote ambao wanaoniona siku ya leo, it is time to restore our faith back to the Lord and to tell God to forgive us and cleanse us from each and every sin and trespass, that we may be pure and blameless before him. Kwa sababu Yesu anarudi na hakawi. And whoever has the Son, whoever is led by the Spirit of God overcomes the world. And they shall know the truth, and the truth shall set them free. Knowledge is power. So whoever has this knowledge, he has the power to overcome. Mungu abariki sana na watendee mema huku katika Theophilus TV na mimi Pastor Ngechu David, na Mungu ni mwema. Ametufikisha wakati wa kumalizia. Wale ambao wangetaka kuokoka, ningetaka tu ufikirie na maisha yako na ujue ya kwamba wakati unapopeana maisha yako kwa Yesu Kristo, maisha yako ni kubadilika, hubadilika. Because the start of a journey starts when the light of God falls upon your heart. And the light of God comes through the cross of Jesus Christ. Bila msalaba wa Yesu Kristo, there is no light in your life. Haujai wewe mwenyewe hujaanza kuishi. Mtu kuanza kuishi wakati yenye amepokea Yesu katika maisha yake. That is the beginning of your journey. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru na tunasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya neema yako, fadhili zako, uwepo wako Bwana pamoja nasi Bwana. Ni asante kwa kutunenea siku ya leo, Mungu wa rehema. Ninakushukuru na nakutukuza kwa ajili wewe ni mwaminifu. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mfalme wa falme Jehova. Jina lako limeinuliwa na limehimidiwa Bwana. Ni kwa sababu ya upendo wako Bwana, unatuongelesha na unatufundisha mambo ya aina hii Bwana, ili tukaweza kukufahamu na ili Jehova tukaweza kujua jinsi ambavyo tunaweza toka kwa utumwa ambao tumefungwa nao Bwana. Ninaomba ukombozi kwa wale ambao wamefungwa jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. I declare liberty to those who are bound in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Those who are bound by the spirit of sexual immorality, those who are bound by the spirit of masturbation and pornography, those who are bound by the spirit of lesbianism and gayism, oh God. I declare and decree this day that your liberty is going to redeem their minds, oh God. Your truth is going to set them free in the mighty name of the Lord. Starting their minds, oh God. I bring their mind captive to the obedience of Jesus Christ in the mighty name of the Lord. I arise against those demons. I arise against those principalities and powers in the mighty name of the Lord. And I declare and decree this day that they shall live for you, and they shall live in godliness, and they shall live to fulfill what you have purposed for them, O Lord. Because wewe ni mwaminifu Bwana, na hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Ninawacha mikononi mwako Bwana, ukaweza kuwa pamoja nao na kukomboka kwa wewe ni Mungu mwaminifu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wale ambao hamjaokoka, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako jioni ya leo. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba uniokoe, nisamehe dhambi zote, nitakase, nifanye kiumbe kipya siku ya leo. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninakuomba uniongoze katika kila njia kwa maisha yangu. Kuwa mshauri wangu na ukuwe mwalimu wangu siku zote za maisha yangu. Shetani, siku ya leo nimekukataa katika jina la Yesu Kristo. Mipango zako zote na makusudi yako yote ninaikana katika jina la Yesu Kristo. Kutoka siku ya leo nimeoshwa na damu ya Yesu Kristo na nimekuwa mwana wa Mungu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu nimeokoka na kuamini. Amen, amen, amen. Wewe ambao umeokoka, ni wakati wa kwenda mbele za Mungu, kuomba, kusoma neno la Mungu, kupata ushirika na wale watu ambao wanaamini Mungu na kukua na ule msingi wa kumpenda Mungu. Kwa hivyo enda ukiri kwa marafiki zako wote. Enda uambie nimeokoka, usiwaogope.
Ungelala hospitali hakuna mtu mwenye angekuja kupatia damu hata point moja. So do not fear them. Go before them. Declare that I'm born again and Jesus Christ is Lord. Tell them. Wacha wakupatie wiki moja, wiki mbili, wiki tatu. Stay close connected to anywhere that unaweza sikia neno la Mungu and you shall be redeemed. May God bless you so much. Wale ambao wangetaka kutoa tithe zao na offering zetu zao, wa producer atawekea namba kwa TV screen na Mungu abariki sana. Mpaka tupatane siku nyingine. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Mwirori wa Theophilus TV ni ndakugeithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Hamaritwa ni Apostle Ruben ndi muhonoku na ni nyenda Kristo. Ndoka gugwitira our worship experience iria turecemanagia nawe o Sunday ya keri hari mweri, o Sunday ya keri hari mweri tukacemania nawe tugathaitha Ngai guku thiini wa kigongona kia Theophilus Church 44. Theophilus Church 44 tulicemanagia guku tukabararia Ngai na tukamutia na tukamwambararia. Na nikio hindi iria twarugamia moko maitu tukimugoca na kumuthathaia tukoragwo tukiunanga bakuri cia kiroho cia ufumba iguru ria Jesu. Mutarariko wa ugoci witu uyurite thi yothe na ugakinya ngoro ya Ngai. Ni ukanyitanira na Theophilus Band tukimuthathaia. Ninasongea Yesu, ninasongea chini ya miguu yako Baba, ninasongea. Na tukimuhoya nama na roho. Ngoro ici tu tumete cikinyithie magoro mao thiini wa kigongona giki Ngai. Oromaririkana tu hwa-ini wa umuthi, ororirikana ngoro ciao hwa-ini wa umuthi Ngai, ororirikana mabatara ma ngoro ciao Ngai, ororirikana tu kiria maturite mahoyagira itho-ini tu Ngai. Ndaguthaitha tu mutura muoyo itikira tu hwa-ini wa umuthi tu Ngai kuhingia tu meririria ma ngoro ciao mutura muoyo. Itikira tu Ngai kuhingira tu meciria Ngai. Ndaguthaitha tu Ngai. Oroho ni ukanyitana na ndungata ya Ngai tukigayana na tukirianira kiugo kia Ngai mutura muoyo. Ati akigaruruka uria ahanaga na uthio na uthio wake ukiara tariua. Ati arire take uria tugaga ati rimwe ni riaraga rikaga ukiara thu no ciage guguota maguotaga tondu ndurara nduranyita kiu marako discuss tondu bado hauna na nini bado janga ukinga watafunga ati we ucio tutimuorotaga waota kuorota karage keke. Ni ukanyitanira na ithui kiumia gia keri kia mweri wa 11 thiini wa kanitha witu wa Theophilus Church Githurai 44 wona ciahanda thaa 10 cia hwa-ini.
Theophilus